Oh yes, karibu sana. Upo na mwalimu wako na Mtike. Tutaangalia jinsi gani ya kuweza kupika kashata za ufuta. Kwa hiyo husika nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii uweze kupata hayo maarifa. Yes, hapa nimeanza na hatua ya pili, kwa maana wakati huo tayari nimeshaosha ufuta wangu. Utaosha sio chini ya mara 4 ili uweze kuwa safi kabisa. Video za mwanzo nishaonyesha jinsi gani ya kuweza kuosha, kwa hiyo kwa wale ambao walisha subscribe walishaona. Sawa eh? Sasa hii siku ambayo nilipika hizi kashata bwana, kulikuwa na mvua. Sawa, kwa maana nikashindwa kuanika ufuta wangu kwenye jua na ili uweze kukauka. Sasa kilichotokea ikabidi niweze kukaushia jikoni, sawa? Kwa maana niwashe jiko langu, niweke ufuta kwenye sufuria na nianze kugeuza mpaka pale utakapokuwa tayari. Kwa nini sasa nilishindwa kuacha ili uweze kwa maana nikaanika siku ya pili? Kwa maana ukiacha wakati umeloa ufuta wako unaota, kwa maana utatengeneza kimea. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ufuta wako utakuwa mchungu au kashata zitakuwa chungu sana, sawa eh? Kifupi hazitalika, sawa eh? Kwa hiyo lazima hiyo iweze kuwa kama tahadhari. Kwa hiyo ukiona umeshauosha afu na changamoto labda jua halipo vizuri, wala usipate shida. Washa jiko lako, weka kwenye sufuria, ukaushe, ugeuze, sawa. Huo unakosa kidogo kwa maana mwanga kwa maana mng'ao unapungua, kwa maana unakwama kama unakuwa na giza, lakini haiathiri sana. Yes, kwa hiyo nikaweka tu jikoni, nikawa nageuza kwa maana mpaka yale maji yatakapokuwa yametoweka. Baada hapo utakuja kuiva, kama hapo ukawa tayari umeshaiva. Sasa nikatoa nikaepua, nikaweka chini, nikachukua nyungo yangu mimi nikamiminia vizuri kabisa, sawa eh? Nikamimina katika nyungo yangu kama unavyoona hapo. Jamani, vitu vingine ni simple sana afu vina faida kubwa, sawa eh? Ni vina faida kubwa, kwa maana ukikata kipande shilingi 100 au 200, faida kwenye kilo labda kilo 2 kupata labda faida shilingi 22 kawaida tu. Unaona eh? Yes, hapo na pepeta ufuta wangu hivyo, kwa maana kuweza kutoa yale makapi ambayo yalikuwepo, sawa eh? Lazima ufanye hivyo ili kufanya ufuta wako uweze kuwa msafi na mwisho wa siku kashata zile basi ziweze kuwa bora zaidi. Hapo tayari baada ya kupepeta ukawa tayari, unaona hivi hapo. Yes, na tayari hapo ushaiva. Kwa hatua ambayo inafuata hapo ni hatua ya upishi wa kashata zenyewe, sawa eh? Unaona hao ndo makapi ambayo yalikuwepo katika ufuta wetu. Japokuwa niliuosha mara 4, lakini bado kulikuwa na uchafu kwa sababu mazingira ambayo yanaandaliwa sometimes kule wako vuna na kwa so vizuri sana. Kwa hiyo kitu kama hiko. Then utachukua sufuria lako tena utaweka jikoni, hakikisha sufuria liko safi. Utachukua sukari utaweka ndani ya sufuria tayari kwa kuweza kuyeyusha na kuweza kufanyaje kupika kashata yako moja kwa moja, sawa. Kwa hapo utageuza hapo, kwa maana tunafanyaje, tunayeyusha ile sukari. Ikishakuwa tu brown, kwa maana tushapata rojo lile, inakuwa tayari unaitoa, then unapika, sawa. Wapo wanafunzi ambao tayari washajiunga kule na madarasa yetu kule WhatsApp. Kwa hiyo kama unaangalia video hii upo kwenye darasa letu labda la ubuyu, la sabuni, la vijora, la bidhaa za nywele au kashata za nazi pamoja na za ufuta, unaweza ukasema yes, nipo kwenye darasa lako fulani na mambo yanakuwa kama shawareti fulani hivi. Sasa ile sukari ikishayuka tayari, unachukua sufuria yako unaweka chini, then unamiminia ufuta wako, unausonga kama unavyosongaga ugali tu, wala ni simple tu, wala complicatishe, sawa eh? Unachukua sufuria, lakini inabidi ukaze mkono sababu sometimes inakuwa ngumu. Kaza mkono kwa mwepesi, hakikisha ufuta wako wote umeelewana na ile shila ambayo tumeiweka, sawa eh? Kwa maana hakikisha ile sukari ambayo tumeyeyusha basi imepitiwa na kila punje ya ufuta. Kisha kwa hivyo basi inakuwa tayari, unahamishia mezani. Hakikisha meza iko safi. Hakikisha meza iko safi, umeiosha iko vizuri, then utaweka ufuta wako hapo juu. Mimi natumia mkanda wa chapati huu hapo, sawa, msukumio wa chapati, na ndo ambao naona ni simple au ni rahisi kuifanya, sawa. Kwa maana unautawanya kwa kutumia hiyo na sambaza. Sasa ile thickness ya kashata, kwa maana hapa ndo unaamua iwe nene sana au isiwe nene, sawa. Kwa maana iwe nyembamba, ni wewe ndiye ambao unaweza kuamua, sawa. Kwa utalevel tu hivyo, utalevel kulia na kushoto, mbele na nyuma, na juu pawe na fatness hivyo. Kama hujasubscribe basi subscribe leo ili uweze kupata notification tutakapokuwa tumeweka video zingine, kwa sababu tunazo video za vitu vingi sana. Au kama unataka kujiunga na madarasa yetu kule WhatsApp, karibu sana. Unaweza kuchukua hiyo namba hapo 0653463133 ukatutafuta kule WhatsApp ukaweza kujiunga na kozi zetu mbalimbali. Kwa hiyo karibu sana. Be positive, ujasiriamali unalipa. Sasa baada ya kulevel
unapaswa kukaa dakika 1 au 2 uanze kukata. Endapo utasubiri kwa muda mrefu, kashata zako zitakuwa ngumu sana, kwa maana zitakuwa zimeshakauka. Sasa matokeo yake ni nini? Matokeo utakapokuwa unakata, utakuwa kashata kama unazivunja vunja na lazimisha, tafsiri yake hazitakuwa kwenye shape, vile vipande vitakuwa kwenye shape ambavyo unavitaka wewe. Sawa? Na pia kwenye issue ya ukataji, ni wewe unaamua utoe vipande vya size gani au vya ambavyo utauza kwa shilingi ngapi, either vya 200 au vya shilingi 100. Inategemea na shape, inategemea na soko ambalo unalitarget au soko ambalo unalitengeneza. Sawa? Kwa hiyo kila mmoja na soko lake. Hivyo ni vipande ambavyo vya shilingi 100. Mimi huwa nakata hivyo. Sawa? Kwa unapata faida mzuri tu. Vitu vidogo vidogo kama hivi vina faida kubwa. Kwa hiyo usikae lele mama ili hali hauna cha kufanya, au pia kama cha kufanya unacho, basi unaweza kuongeza ujuzi ukajiongezea pesa. Be positive, ujasiriamali unalipa. Kama unahitaji kujiunga na darasa letu kule WhatsApp, basi karibu sana. Unaweza kujiunga na mafunzo yetu au masomo yetu. Tunazo kozi nyingi sana. Unaweza kufika kule, kuna darasa la ungalishe, darasa la vijora, madarasa yetu hayo yote yapo. Kwa hiyo unaweza kuja kule WhatsApp na ukapata mafunzo na ukaweza kutengeneza na ukapata pesa vile vile. Kwa hiyo wewe kama unaangalia video hii na upo kwenye darasa letu lolote, labda la Ubuni, unaweza kusema yes teacher, nipo kwenye darasa letu fulani hivi 1 2 3, tukapata kujua kwamba yes, kumbe tunao wanafunzi kule WhatsApp ambao wanafanya kazi vizuri vile vile. Kwa hiyo hapo nika tunakata vipande kama nilivyoelezea mara kwanza, kwa maana hakuna muongozo ambaye atakupa bwana kata hivi, hamna. Ni wewe mwenyewe utakayekadiria, bwana vipande vyangu vya size huu kwa ajili ya kuuza shilingi 100, wengine wanauza vya shilingi 200, wengine hadi shilingi 500, anakata milaba shilingi 500. Kwa hiyo fursa ni kubwa, fursa ipo, ni wewe kuweza kuamua kuinyakua ile fursa. Hapo nikachukua vifungashio vyangu na nikaweka kashata zangu. Kwa hiyo mwingine sasa anaweza kudesign kwamba anakuwa na vifungashio kama hivi, afu anapitisha kwenye maduka ameshaweka vipande vyake ikiwa 30 50 vingapi, anaenda kuuza kwa jumla, labda kipande kimoja shilingi 80, hivyo kwa anapata faida. Be positive, jasiriamali unalipa.